yeyote. Ruto alipochukua uongozi, Gachagua huyu yenyu ndiye alisema ya kwamba waliingia kwa treasury wakapata kama Uhuru Kenyatta alifieka kila kitu. Hakuna pesa kwa treasury. Sasa kama Uhuru yenyu alienda na hiyo pesa yote, mulikuwa mnataka Ruto afanye kazi na nini? Watu wa Mountain nataka kuwapea advice. You can take it to the bank. Vile munaendelea na ile siasa yenye mumeanza kucheza hapa Kenya, hii sio siasa, hii ni ukabila. Siasa zenyu na Ruto ni siasa ya chuki, siasa ya ukabila. Kwa sababu kama ni kuumia, sio nyinyi peke yenu munaumia, Wakenya wote wanaumia. Gachagua mwenyewe alikuwa kwa media hawasemangi uongo, akisema ya kwamba waliingia pale wakakuta kama Uhuru alipora pesa zote za Kenya wakiwa na Matiang'i. Sasa kama Uhuru alipora, sasa nyinyi mulikuwa mnataka Ruto afanye aje? Na njama zenyu ya kuficha pesa zenyu ndio Ruto aonekane ni kama ameshindwa kazi, Wakenya walikuwa washajua. Na ninawaambia msipochunga hii Ruto, nyinyi ndio muliweka. Wakati baba alisimama, muliambiwa na Uhuru Kenyatta mupigie baba kura. Mulikimbia, mulicheka, mukasema sijui ni kihe, sijui hajakatwa, sijui ni nini. Sasa nyinyi kwa nini bado mnafuata baba hata penye? Sasa mtu akikuja kwenyu, alafu akute kama mnakula, alafu mumfukuze, mumkataze chakula, aende kwa jirani, jirani amwambie ai mzee kuja tukule, bado mnamfuata mpaka huko. Hii mchezo yenu muache, na tumesema na tunasema na mtajua mjui. Kila wakati Wakenya hawatakubali ati nyinyi ndio nini mnatuambia ati president mzuri ni huyu, ati ndio tufuate. Kwani nyinyi ndio Wakenya peke yenu? Kwa majina naitwa George Ougo. George Ougo ni mwanachama la bunge la wananchi Nakuru County. Na nataka nianze nikisema hivi. Kwa wale watu wenye hawaelewi, kwa wale watu wenye wanalaumu president kwa mambo ya CBC, CBC ililetwa na Uhuru, CBC ililetwa na Uhuru Kenyatta na Matiang'i yake. Na Ruto anafanya tu implementation. Kwa hivyo kama ni ule mtu wa kulaumiwa ni Uhuru Kenyatta, sio Ruto. Alafu nataka niongee tena kwa mambo ya president kuenda Mountain. Watu wa Mountain nataka kuwapea advice. You can take it to the bank. Vile munaendelea na ile siasa yenye mumeanza kucheza hapa Kenya, hii sio siasa, hii ni ukabila. Siasa zenyu na Ruto ni siasa ya chuki, siasa ya ukabila. Kwa sababu kama ni kuumia, sio nyinyi peke yenu munaumia, Wakenya wote wanaumia. Lakini yenyu imekuwa ni ukabila. Na tunajua ni kwa sababu gani muko na sira na Ruto. Tumegundua, msifikiria ati Wakenya ni wajinga. Tunajua hapo nyuma kwa watu wenyu wale wenye walikuwa kwa presidency, wengi wenyu hawakukuwa wanalipa tax. Na Ruto alipoingia pale, Ruto akasema kila Mkenya atakuwa treated equally, kila mtu atalipa tax. Na tax yenye mumeanza kulipa hata ndio inafanya muko na uchungu sana na Ruto. Na tunawaambia hivi, na nataka niwaambie Wakenya hivi, sio lazima watu wa Mountain wakupigie kura ati ndio uwe president. Sio watu wa Mountain wanaweka mtu kukuwa president. Watu wa Mountain ni 4.5 million peke yake. Registered voters kwa ile nini ya election iliyopita ilikuwa 22 million. Kwa hivyo vile mnaendelea na hiyo siasa, ienda ikawa mtakuwa peke yenu. Kwa sababu Ruto ana ubaya yeyote. Ruto alipochukua uongozi, Gachagua huyu yenyu ndiye alisema ya kwamba waliingia kwa treasury wakapata kama Uhuru Kenyatta alifieka kila kitu. Hakuna pesa kwa treasury. Sasa kama Uhuru yenyu alienda na hiyo pesa yote, mulikuwa mnataka Ruto afanye kazi na nini? Gachagua mwenyewe alikuwa kwa media hawasemangi uongo, akisema ya kwamba waliingia pale wakakuta kama Uhuru alipora pesa zote za Kenya wakiwa na Matiang'i. Sasa kama Uhuru alipora, sasa nyinyi mulikuwa mnataka Ruto afanye aje? Na njama zenyu ya kuficha pesa zenyu ndio Ruto aonekane ni kama ameshindwa kazi, Wakenya walikuwa washajua. Na ninawaambia
Msipochunga hii Ruto, nyinyi ndio muliweka. Wakati baba alisimama, muliambiwa na Uhuru Kenyatta mupigie baba kura. Mulikimbia, mulicheka, mukasema sijui ni kihe, sijui hajakatwa, sijui ni nini. Sasa nyinyi kwa nini bado mnafuata baba hata penye? Sasa mtu akikuja kwenyu, alafu akute kama mnakula, alafu mumfukuze, mumkataze chakula, aende kwa jirani. Jirani amwambie ai mzee kuja tukule. Bado mnamfuata mpaka huko. Hii mchezo yenu muache, na tumesema na tunasema na mtajua mjui. Kila wakati Wakenya hawatakubali ati nyinyi ndio nini mnatuambia ati president mzuri ni huyu, ati ndio tufuate. Kwani nyinyi ndio Wakenya peke yenu? Kama Gachagua anataka kuongoza watu wa Mount Kenya, aongoze watu wa Mount Kenya. Hakuna ile siku yenye Gachagua atakuwa president. Gachagua ni ako na ukabila mingi. Gachagua ni clueless. Hakuna kitu yenye Gachagua anaweza fanya Kenya hii. Kwa sababu kama wewe ni kiongozi kila mahali ukienda mountain. Kwani unataka kuwa kiongozi ya nini mountain? Saa hii Ruto anakuja mountain. Mukifukuza Ruto huko, hiyo maendeleo yote itapelekwa mahali ingine na ndio mtalia kabisa. Na sisi huko Nyanza tunasema hivi. Mtu yeyote asiruse mawe, kwa sababu iende ikawa ukirusa mawe unaweza rusha mawe kwa ile nini appointees ya government official. Sababu saa hii tuko wengi, tuko kila mahali, msiruse mawe, inaweza shika mtu kesho akose kuenda kazi. Na tunasema baba, wewe endelea na hiyo kazi mzuri zenye unaendelea naye. Hawa watu walikimbia wakasema ni Mungu sio chawi. Sasa wewe umeenda kuwasaidia kwa kazi yao ya Mungu. Endelea na kazi ya Mungu, wacha hawa waumie. Na tunasema 2027 kama baba hatasimama, huyu Ruto ndio tutampigia kura. Kwa sababu tunajua nyinyi mko kwa mnalipa kodi. Na hii mambo ya Ruto kusema ati mulipe kodi kama wale wa Kenya wengine ndio inawaumiza. Saa hii mnatembea mkisema ati baba amewasaliti. Kwa hii government, out of 22 cabinet secretaries, nyinyi mko na 9. Permanent secretaries mko naye wengi kuliko kabila yoyote. Mukienda kwa managing directors ya hizo makampuni nyinyi wote. Kama hiyo serikali ni mbaya, mbona mnasikilia hizo position? Si mutoke yote muende mountain. Na hiyo tunasema hivi. Kuongea mutaongea na kuongea sio mwisho. Ruto sio MCA museme ati atatolewa na one term. Mutajua mjui. Wacha kura ipigwe 2027. Kama vile mmekuwa tu mkisema ati sisi watu wa mountain tukisema si museme basi msimamishe mtu yenu alafu tuone kama atakuwa president 2027. Kama mko na hizo namba zenye mnasema msimamishe Gachagua. Msimamishe Gachagua alafu tuone. Na ninamaliza nikisema hivi. Kama vile tumeuona watu wa Nyanza, hakuna mambo ya kurusha mawe. Kwa sababu unaweza rusha mawe ipige mfanyakazi ya serikali. Kwa sababu saa hii tuko kwa kila kona. Ukienda kona ile utapata PS. Ukienda kona ile utapata General Secretary. Ukienda pale utakuta nini. Kwa hivyo tumesema mambo ya kurusha mawe tumemaliza. Na Gachagua wewe ndio muisi mkubwa. Juzi ulikuwa unatuambia ati pesa imechimbwa Karen. Pesa imechimbwa State House. Wakati ulikuwa hapo mbona hukukuwa unatuambia? Kwa nini ukuje tu tuambie saa ile umetolewa pale? Sisi tunajua wewe ndio ulikuwa unataka kubomoa hii Kenya, ulikuwa unataka kupora Kenya umalize, na Ruto alikugundua mapema na akakutoa. Danganya watu wako leo, wapigie president kilele. Utajua ujui. President ni president na yeye ndio amebeba pesa. Hizo pesa zote itaenda Kisumu. Na ikienda Kisumu usiseme ati mara Jaluo itakuwa imeenda kwa sababu mumefukuza ule mwenye amewapelekea pesa. Na tunamaliza tukisema namna hii. Mountain Gachagua ulituambia pesa wakati muliingia pesa haikukuwa kwa treasury. Saa hii unalaumu Ruto. Utuambie kama pesa haikukuwa kwa treasury. Hizi pesa nani aliiba? Si ni Uhuru Kenyatta? Wakati Kibaki amekuwa kwa uongozi. Eurobond ya pesa ngapi? Hatukuona mukikimbia kwa street mukisema Kibaki must go. Wakati wa Uhuru Kenyatta
alitaja akasema bilioni 2 inapotea kila wakati. Hatukuona mkisema Uhuru must go. Uhuru must go. Saa hii Uhuru aliiba pesa, Ruto akaingia akakuta kama kuna pesa, ambapo wewe mwenyewe ndio ulituambia ati hakukuwa na pesa kwa treasury. Uhuru alibeba yote. Nyinyi dakika kidogo hiyo mnaingia mkisema ati Ruto must go. Na tunajua na kuna kitu inawadanganya. Hii mambo ya Gen Z hii, hata mimi vile nimesimama hapa mwili ndio kidogo, lakini niko na Gen Z 3. Niko na Gen Z 3. Mambo ya Gen Z muache. Msitumie mambo ya Gen Z kwa sababu Gen Z wanajua nyinyi ni wakora. Juzi ulikuwa unasema Gema itatawala 100 years. Na saa hiyo unaongea Eugene Wamalwa wako hapo. Sasa ukisema Gema itaongoza 100 years. Huyu Eugene Wamalwa mwenye ulikuwa nao hapo ulikuwa ukiweka wapi? Bwana, tumia akili. Wakenya wamerefuka. Gen Z wa Nyanza watakuwa Gen Z wa Nyanza. Gen Z ya Western watakuwa Gen Z ya Western. Hamutatumia mambo ya Gen Z ili mrudi kwa power, na mumekuwa kwa power for the last 20 years na mumefanya bure, pesa mumekuwa mukiiba, saa hii mumefungiwa kila kitu. Ruto ameweka pesa inaingia kwa account moja, hakuna ile yenye nini mnaweza iba, mumeanza kulialia ati Ruto ndio president. Mukatae, mukubali. Mutu pige, mufanye nini? Ruto is there to stay. Kama ni uchungu kwenyu, mununue wembe mumeze, ikate nini yenyu, hiyo mambo ishe. Asanteni.